Club. Mimi naitwa Alwatan JR Junior, gwiji la muziki wa Bongo Flava kama kawaida. Leo niko na mshikaji wangu Mazegele Boy. Ushaelewa, kutokea TMK maandishi matatu. Familia kabisa, tangu anaanza game yake tupo tunawasiliana, tunashauriana, tunasaidiana hapa na pale. Na amekuwa ni familia kweli kweli katika engo nyingi, ndio maana unaona pia leo kaachia dude lake, yupo hapa kwa ajili ya kulizungumzia na kulipreview pia. Yes. Sajay, mambo vipi mwanangu? Bwana fresh kabisa. Hivi siku hizi Sajay inatumika kweli au tumekaa kabisa Mazegele Boy? Yes, sasa hivi Mazegele Boy ndio official kabisa. Okay. Yes. Na nimejaribu kupitia vitu vyako leo wakati najiandaa na interview yako, ila nimeona mabadiliko makubwa sana kwenye upande wako wa digital platform. Kwa mfano, YouTube ambayo naiona ambayo imebeba maudhui yako sio YouTube ambayo nimeizoea mimi. Lakini vile vile pia naona kuna nyimbo 1 2 3 4 5. Yes. Wakati ninavyojua katalogi yako na zaidi ya ngoma 18. Of course. Nikajiuliza kwa nini ngoma nyingi sizioni na kwa nini project zile kubwa zilizokutambulisha kwa nini account sio, kuna nini? Ni story ndefu kidogo, lakini mimi niliacha kufanya kazi na management yangu ambao nilikuwa nafanya nayo kazi mwanzo. Hiko ndo kitu cha kwanza kabisa. Lakini katika uachanaji wetu wao walibaki na digital platform isivyotakiwa, walitumia tu namna kubaki nayo. Umeona? Kwa mimi ndo nikaona inabidi nianze upya. Katika kuanza upya sasa nikapata changamoto pia ya jini, kwa sababu digital platform zangu zote zilikuwa zinatumia Sajay TZ, tulikuwa tushazisajili. Kwa hiyo nikaji katika kuchanganua mambo nikaona nabaki hapa na Mazegele Boy, kwa sababu kwanza kabisa ile Sajay TZ tayari ishasajiliwa. Unajua kwenye digital platform hizi ukiweka muziki, hata kama wewe umesign Sajay TZ nyingine au Sajay au vipi, unaenda kuingia kwenye ile account kubwa ambayo wao wanaijua. Kwa mimi nikiweka muziki wangu Boomplay utaenda kuingia kwenye Sajay TZ, kwa mimi nitakuwa sifaidiki nao moja kwa moja. Kwa hiyo ndo sababu kubwa ya mimi kubaki hapo kwenye Mazegele Boy. Sababu kubwa ndo hiyo. Na ni aina gani ya makubaliano ambayo ulikuwa nayo na management yako mpaka sasa hivi? Kwa ninavyokusikia I thought ni YouTube. Yes. Lakini ina maana Spotify hayupo nayo, ina maana Audiomack hayupo nayo, ina maana watu wa Deezer haupo nao. Ni kama digital platform zote ambazo zilisajiliwa kwa jina la Sajay TZ zote sipo nazo, nimefungua zingine. Na ni makubaliano gani yalipelekea mkafika hapo wewe na management yako? Ndio mlivyomsaini mkataba hiyo? Hapana. Makubaliano yalikuwa tofauti na kitu ambacho management imefanya. Unajua wao walikuwa na haki ya kuendesha mitandao yangu ya kijamii, umeona, mpaka pale mkataba utakapoisha inabidi mimi nibaki na platform zangu. Lakini mkataba umeenda ukavunjika kwa sababu management tulishindwa kufanya kazi pamoja, yalitokea sintofahamu zilitokea tukashindwa kufanya kazi. Lakini nilijaribu kutumia njia zote za kifamilia, za kwa mwanasheria na nini kwa ajili ya kupata akaunti zangu, nikaona bado inakuwa ngumu. Kama watu ambao walitaka kunikomoa au ngoja tuone ile kwamba ngoja tuone sasa. Kwa hiyo mimi kwa nguvu zangu ndogo nilizokuwa nazo nikaona kwa nini nisianze upya kujitengeneza tena, kwa sababu nilifika hapa hata kama wakinirudisha nyuma vipi nikianza moja, lakini kama nina nia na maono yangu yale naweza nikapafikia tena pale. Kitu ambacho sikukifuata ni kitu cha kisheria, ni kuwapeleka mahakamani au mambo ya mabasata na nini. Umeona, sikutumia njia ya sheria kwa sababu niliona nguvu yangu kwa muda huu haitoshi. Umeona, kwa sababu hadi mkataba unavunjika nilikaa karibia miezi 3 bila kufanya chochote, kwa sababu management haikunipa project ya kufanya. Nikiuliza nilikuwa sipati jibu, nikiomba kikao cha kukaa kujadili tunafanyaje kazi. Kiufupi ni management ilikuwa haitaki tena kufanya kazi na mimi. Lakini nikasema kama mnavunja mkataba, mmekaa muda huu ambao kisheria ni kwamba mkataba umevunjika, sehemu ambapo mmenipangia pia kodi imeisha, hamlipi. Umeona, niendelee? Amjui msanii na kulaje, amjui msanii na faaje, amjui msanii naendaje studio ndani ya muda huo. Kisheria ilikuwa mkataba wetu umefanyaje? Ndivyo mlivyosainiana kwa kifika miezi 3 kama wao kama hamna huduma yoyote kati yangu mimi na management. Atuachie project miezi 3, hamna gharama yote ya matumizi ambayo nilikuwa napewa.
miezi mitatu hamna kodi, na kodi ya nyumba iliisha ndani ya miezi hiyo, kwa management haikuhusika chochote na hakuna mawasiliano wala kukaa tena pamoja ndani ya mdau kujadili tunafanyaje. Kwa hiyo ilivyokuwa inaisha sasa miezi mitatu, mimi nilipeleka barua ya kuomba kikao kuona sasa tunaanzia vipi. Lakini barua haikujibiwa. Nikapeleka barua ya pili ya kukumbusha kama mwanasheria alivyokuwa ananielekeza, pia haikuwa na majibu. Lakini nilivyoona tena nimeshindwa kwenye ngazi hiyo ya kuomba kikao kwa management na wajanipa, nikapitia kwenye ngazi ya familia. Sasa umeona, tukae kama familia, mshanielewa sijia. Nikapitia kama ngazi ya familia, nikaenda nikaelezea issue yote ilivyokuwa, lakini pia familia wakaandaa kikao chao kwamba tuweke sawa kwa sababu wametoka mbali, wamefanya hivi na hivi. Lakini pia siku ya kikao upande wa management haukutokea. Umeona haukutokea kwa sababu ambazo wao wenyewe walikuwa wanazijua. Kwa ndo ikaisha hivyo. Kwa mimi nikaenda kuanza maisha yangu mapya, nilihama pale nikaenda kupanga sehemu nyingine kwa gharama zangu. Umeona kwa hiyo nikafungua channel nyingine na project zote zilizofuata hapo nilifanya. Kwa hiyo tuliachana kinamna hiyo, hakuwa kwamba labda tulikaa kwamba bwana mkataba umeisha hivi na hivi tuvunje mkataba au nini, hapana. Nilivyokuwa nawaona mwanzo I thought ni kama brotherhood. Nilikuwa naiona kama brotherhood, watu ambao wanafanya kazi wanasaidiana, vijana ambao wamekutana lakini pia wana maono yanayofanana. Yes. Kwa hiyo sikutegemea kuona kama mwisho wa siku ingekuwa iko katika level hii, na hata sasa hivi siamini kwamba Sotibega kiuhalisia kwamba brother amekaa akaona amna mimi nachukua hizi akaunti zake na mimi binafsi siamini hiyo. Yes. Na hisi tu kuna sehemu kumepishana kidogo mawasiliano ambapo mkikaa mkizungumza inaweza ikasaidia, yani ikaondoa hizo sintofahamu na mitikasi mingine ikaenda fresh. I thought you guys mngeweza kuwa bora kuliko ambavyo nimesikia, na ninategemea pia kuona mnakuwa bora kuliko ambavyo ninavyosikia, kwa maana kwamba baada ya hii interview huenda nikaona kitu tofauti kidogo katika swala lako la hizo akaunti YouTube na vitu vingine kama hivyo. Naamini hiyo. Kitu kimoja ambacho sasa kimezidi kunipa hofu kidogo. Hapa kabla tuanze interview, pia akaunti zenyewe zile za mwanzo nilikuwa siziona. Yeah, nilipotafuta asubuhi sikuona, nikakushirikisha pia wakati unakuja kwamba najaribu kuchukua material sioni. Yani ndani ya hii wiki nilikuwa naziona, labda kama nafikiri tangu nilivyoachia ngoma project yangu mpya na Maarifa ndo hazionekani tena. Sasa sijajua kama nyimbo zimehaidiwa au akaunti imefutwa kabisa. Basi ni swala la kulizungumza hilo. Kwa hiyo nikitoka hapa na mimi nitajaribu kufuatilia nione imekaaje, kwa sababu mimi target yangu kubwa sikutaka kwenda kwenye mambo ya kisheria sasa hivi, kwa sababu nilijua kabisa nguvu yangu sasa hivi haitoshi. Nahitaji kuwekeza nguvu nyingi kwenye muziki wangu ili mradi maisha mengine yaendelee. Lakini hiko ni kitu ambacho kimenikata mood hadi mimi mwenyewe, kwa sababu mimi nimewekeza nguvu zangu, kuna ngoma mule na nini ambazo zinaingiza hela kila siku, numbers nyingi. Yes. Noma sana. My brother Sotibega na management yote ya kwako, huu ni wito, mimi ni kama mdau nakupa wito wa kuangalia namna nzuri ya kudeal na hii situation ya mdogo wetu, kwa sababu ukiuhalisia kijana anategemea hizo platform ili maisha yaendelee, na kama kuna shida yoyote mimi najua kakaangu unaweza ukafanya kitu kizuri, yani unaweza ukakaa ukalihandle ili tofauti na hivi ambavyo mimi nimeona. Nipo kwenye laptop yangu lakini sioni channel, sioni kitu chochote, sioni ngoma, na imenistajabisha. Tuko na room ya kuruhusu watu wengine ambao wanaweza kufanya kazi na yeye, kwa maana management kuapproach au bado kwanza inabidi kuna process zifuatwe ili mambo mengine yaendelee. Of course, yani unajua kuna vitu vikiwa vinatokea kwenye maisha au kwenye utafutaji, kuna hali fulani ya uoga inakuwa inakuingia. Unajua sehemu ambapo kuna pande mbili. Mnaweza mkaa na lengo moja lakini moyoni kila mtu ana lengo lake ambalo kalificha. Kwa hiyo management inahitaji, nimegundua pia kufanya kazi na management inahitaji pia uelewa wa kutosha kwa pande zote mbili. Yani uelewa wa kutosha, kwa sababu yani kitu ambacho mimi nili experience ni kwamba mimi nilichokuwa nimekifuata sicho kilichokuwepo, kwamba watu walikuwa wanataka watumie muziki wangu pia
kwa ajili ya manufaa yao mengine. Yani haukuwa mziki tu peke yake. Kwa sababu unajua mziki una matokeo mawili yanaweza yakakushangaza. Kwa sababu unaweza ukawekeza miaka 3 mafanikio yakaja kuja mwaka wa 4. Umeona, ndio maana wasanii wengi watakwambia tumetoka mbali. Umeona, biashara yake sio kama biashara ya unga ambayo inabidi uijue. Kwa mimi naamini nilienda kufanya kazi na mtu ambaye hakuwa anaijua biashara ya muziki vizuri. Kwa hiyo mimi kama inakuja management, basi na asilimia kubwa ya kufanya kazi na mtu ambaye anajua kabisa huu muziki anaujua changamoto zake, kuna kupanda na kushuka na vitu kama hivyo. Sitoipa kipaumbele sana pesa, bali nitaipa kipaumbele sana uzoefu. Yes. Experience. Yes. Sasa. Na wimbo wako mpya uko na Maarifa. Yes, wanatuibia mademu. Yeah. Unakuwa una idea hizo. Sasa je, kuna idea nyepesi sana kwa kushikwa. Yaani sio yale mambo ya kutaka kukumizana vichwa na nini. No. Ndio huyo, yani inaingia moja kwa moja kwenye michongo. Ulikuwa unisikii? Nishaelewa. Sajay amekuwa ni mtu ambaye idea zake nyingi ni simple kuzishika. So zile idea ngumu za kwanza kutafuta vitu na vitu vingine kama hivyo. Wanatuibia mademu, ndio huyo. Kwa nini umechagua aina hii ya sanaa? Unajua kuna kitu kimoja pia nimejifunza kwenye game. Yaani unabidi utafute kieneo chako kidogo. Keki ya taifa unajua ni kubwa, keki ya muziki pia ni kubwa. Utafute eneo lako la wewe kwamba mimi ni Mazegele Boy huyu hapa. Mimi ndo huyu, yani na vitu vyangu vya tofauti. Lakini pia yani mimi napenda muziki ambao ni ukiusikia mara moja tayari utakuwa umeshakukaa. Umeona? Napenda kufanya vitu hivyo kwa sababu sasa hivi wanafanya muziki pia watu wengi. Mtu sengine anaweza yuko kwenye daladala, yani akisikia nyimbo yako hapo akitoka ndo ametoka. Kwa hiyo inabidi anatoka nayo vipi? Kwa hiyo tafute namna ya kumshika kwamba akisikia mara moja yani umfikirishe kwamba huyu yani amefikiria nini hadi kufanya kitu hiki. Mimi ndo huaga nipo humo sana. Hata nikiwaga najitahidi kwamba leo niandike kitu cha tofauti. Lakini naona hiyo aina ya muziki ishanikaa tayari. Yes. Anaendelea kuifanya kwa sababu naona inazidi kunipa. Kweli. Mashabiki wengi wa Dar es Salaam, Young African na mashabiki wa mpira Tanzania ni mashabiki wako. Yes. Kwa sababu ya namna ambavyo umekuwa ukijiengage. Lakini pia kwenye Yanga Day nyingi, hata katika sherehe za Yanga umekuwa ukienda kule kuperform. Yes. Viongozi wa Yanga wanakuchukuliaje? Wanakuambiaje? Mimi Rais alishawahi kuniambia neno moja. Wewe ni mtoto wa Yanga. Yani wewe ndo Yanga yenyewe. Kwa sababu Yanga sasa hivi ina wasanii wengi, lakini wewe uliamua kuipambania Yanga bila kuiangalia pesa wala kuiangalia unapata nini, na ulileta impact kubwa. Kwa hiyo sisi hatukutumia nguvu yetu yote ya ushawishi kwako, ulifanya kwa sababu unaipenda timu na vitu vyako vikaa vikubwa. Kwa hiyo hizi zinazoendelea sasa hivi ni ule ukaribu ambao mimi niliutengeneza mwanzo. Kwa mimi Yanga ni familia. Yanga wakiwa na show leo, hata kama mimi sijaitwa jina, naweza nikatoka nikaenda pale. Kwa nini jina langu alipo? Hebu andika hapo mimi nikaperform. Yani tayari ushakuwa hivyo yani. Kwa hiyo ni tayari yani. Ishakuwa na bond moja kubwa sana. Sawa. Hivi na ile ndio huyo inabadilika kila mwaka ile. Wakija wachezaji wapya unachapa. Nilibadilisha mara moja. Nilibadilisha mara moja lakini nikaacha kwa sababu pia kuna watu wengine waliniambia hizo nyimbo zinakuja baadaye zinaishi kwa sababu wachezaji wanapita. Wakishapita inabaki kumbukumbu. Hasa kuna ubaya gani pekapo na kumbukumbu? Yani mtu akitaka kujua kikosi cha Yanga cha mwaka 2025 anakuja kwa Sajay pale Mazegele Boy anabonyeza nda. Hiyo nayo noma hiyo. Kwa nini sasa unaacha? Unajua sometimes watu wanaweza kukushauri kwa kutoa kwenye reli. Yani kuna wabongo wana kawaida kujifanya kama wako na wewe kumbe ndo wanakutupa hivyo. Kuangalia, lakini wao walichoniambia kikubwa ambacho kiliniingia kile, wakaniambia hiyo nyimbo baada ya miaka 5-6 hiki kikosi ulichokiimba kitokuepo. Lakini kikosi pia ulichokiimba kwenye ndo huyo kimefanya makubwa. Kimefika finali ya shirikisho. Kwa kizazi chetu ikatujia kuiona Yanga sio imefika finali. Ndio kikosi ambacho kipo kwenye ndo huyo. Kwa hiyo baada ya miaka 8-9 mbele kama tutapata uhai, maana yake watu watataka kukisikia iko kikosi. Ndio ngoma hiyo hapo. Kwa mfano leo Pepe Kale aliimbaga Yanga miaka hiyo. Yanga Afrika sasa inabaki, lakini kulikuwa na kina
Gulamali nani mule wametajwa watu wengine, lakini wamebaki kama kumbukumbu. Kwa hiyo mimi naamini hii ngoma baada ya miaka 10, 12, 15 mbele itakuja kurudi na itakuwa ngoma moja kubwa sana, kwa sababu atakuwa anataja watu ambao wamefanya makubwa kwenye Yanga, lakini sasa hivi watakuwa hawapo tena. Kwa hiyo umeamua tu kwamba niache. Kwa hiyo kama nataka nipige jiwe sasa hivi nitapiga jiwe lingine, lakini siamini kama naweza nikapata ngoma ambayo itakuwa kubwa kama sasa hiyo si inatokea. Kwani Yanga akiingia finali nyingine si dude litafumuka tu. Ndio maana mimi nakwambia ndio huyo. Umemwona Young Killer Sinaga Swaga au Young zile freestyle zake? Na kushtua sasa. Wanao wamelala huko. Yaani kwamba Young Killer akiwa na mistari tutarudi huko. Sinaga Swaga. Akishaona kabisa mwaka utaisha. Namba 9 Sinaga Swaga, linki kwenye bio anaondoka. Najua watu wanarudi tena. Watu wanarudi tena wanaanza kumsikiliza Sinaga Swaga anasemaje na nini? Na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia sio mbaya. Una plani gani sasa mwaka huu 2025? Mbali na kwamba tupo na wanatuibia madem, plani haswa ni nini? Huu mwaka wa makolabo. Yaani mimi ndo nilichojizatiti kabisa. Watu wanivumilie tu, kwa sababu mimi ngoma zangu nyingi niko peke yangu. Umeona sina kolabo nyingi. Kwa hiyo nikasema huu mwaka narudije na katika kukusanya nguvu upya, kwa sababu akaunti zangu pia kama unavyoziona ndo zinaanza. Kwa hiyo nahitaji nguvu kubwa na support ya watu wengine. Umeona? Kwa hiyo huu ni mwaka ambao nimepanga kufanya kolabo nyingi sana. Na tayari kuna project nyingi ambazo nimeziandaa, zingine zinasubiri watu waweke verse, zingine washaika verse. Kwa hiyo ndo tunaenda hivyo mwaka huu. Haina noma. Haina noma. Mwana kama kuna kitu cha kumalizia cha kuambia wanao? Kitu kikubwa ambacho mimi naambia Watanzania wote wanaonisikiliza sasa hivi na kunitazama, hii ni project mpya. Mimi naitwa Mazegele Boy, ngoma yetu inaitwa Natuibia Madem. Niko na Maarifa Big Thinker. Humo kuna vitu vingi sana. Unajua kwenye maisha ambayo tunaishi sasa hivi tunapitia yani hivyo vitu vya kuibiwa, yani either kwa kujua au kutokujua. Ni vingi, yani tunapitia sana hivyo vitu. Umeona? Kwa hiyo tumeangalia ngo mbalimbali, nadhani ukienda kama ipi, hebu tuende kidogo kama ngo ipi. Unajua wanawake ni watu ambao watabiriki. Unaweza kaekeza hela nyingi. Umeona? Unaweza kaenda kumnunulia nguo nzuri akaenda kumpenda mtu alomshonea bure wakati ilibidi alipe 300 au 500. Umeona? Kwa hiyo unaweza kukuta mtu kisa chips tu. So kama hana hela ya kulipa ile chips kila siku 2000 5000, anayo, ila kwa sababu anaenda kupata chips za bure, unakuta anaenda kuchambiwa hapo mzee mzima. Maboda boda, manini, yani watu ambao wamekuwa na mlimbikizo mkubwa, hayo matukio tumeenda kuwahusisha. Yes. Sawa. Kwa hiyo ni noma. Tena noma kabisa. Yes. Haina noma mwanangu. Sajay, thank you for your time my brother. Shukran sana. Enjoy sana. Kwa hiyo ni mawe tu, tuna EP wala album mwaka huu? Ni mawe kwanza. Sasa kwenye mambo ya EP au album tuangalie, ngoja mwaka kwanza ubaki nusu alafu tutaangalia tunafanyaje. Sawa. Haina noma. Bana, mimi naitwa Alwatan JR Junior, chimbo la hip hop na Mazegele Boy. Yes. Yupo na CP Blue. Si ndivyo? Hayombo hivyo umeiona hiyo hayombo hivyo. Ili toka miezi 4 iliyopita. Yes. Haina video. Yes. Naona pia kwa nini hiyo director alinizurumu hiyo? Director anakuzurumu vipi mwenzangu? Yaani management haipo na director akakuzurumu. Yaani unajua kuna vitu nimepitia. Kumbe hapa katikati palikuwa pazito. Bwana palikuwa pa moto sana. Director nilimtumia hela kushoot. Afu tukushoot video. Afu unajua game la sasa hivi lilivyo, kama mimi nimetoa ngoma ina siku 3. Inabidi ndani ya wiki ya kwanza, wiki ya pili tuwe tushashoot. Au video iwepo kabisa. Kwa mimi ukiniletea mambo ya miezi 2 mbele tunapishana. Inakuwa tena siwezi kukuelewa. Yaani uwezo kuniambia nifanye ngoma leo nije kufanya video miezi 2 3 mbele. Kwa director nilimtumia pesa akaniletea mambo mengi. Ni director gani? Mbona na roho ngumu? Simtaji, ni mabrother yetu kwa sababu unajua tena kibiashara sio mzuri. Sasa mabrother wanazingua na mchana lakini singine tutakutana tu, mimi najua ipo siku, ila aliniletea vitu fulani hivi vya Kiswahili kwamba unachukua hela yangu afu project atufanye, naanza kuniletea tutafanya na kwa mimi mwenyewe nina mipango yangu. Na hela ikurudi. Na hapo kwa sababu mimi nilijua kashakula, ndio maana zinakuja mizunguko mingi. Maana video sio kamera tu, kuna maandalizi na nini na hiyo pesa nishakupa. Yes. Kwa hiyo yombo hivyo, afu ni piano kwa sababu muziki hiyo lazima uwe na video na nini. Yes. Na ili wanatuibia mademu nalo vipi chupa lake? Wanatuibia mademu tunashoot wiki.
Nice. Yes, nice. Punchline gani mimi? Kitu kingine kikubwa, Maarifa mimi mtu ambaye ananipa support sana. Yaani katika vitu ambavyo sijakuaga nategemea kama kuna watu bado wanakuwa na mioyo hiyo. Yaani hiyo ngoma ni yetu yani. Kwamba bwana tupite hapa tufanye hivi, tushuti hivi. Ni mtu ambaye hajanidai hata shilingi yake. Tunafanya na support. Kama kuna sehemu ya kufanya kitu anakuja mwenyewe kwa hela yake mfukoni. Ni mtu ambaye ana support mwanzo mwisho. Yes. Big Pinka. Yes. Mimi naitwa Lwatan JR Junior, hili ni Chimbo la Hip Hop. Nimemalizana na Mazegele Boy, tunaweka nukta hapa till next time, stick around. Instagram napatikana kama JR Junior TZ, unapatikana kama Mazegele Boy. Mazegele Boy. Yes, Mazegele Boy. Mazegele Boy same zote. YouTube naiona hiyo. Same zote. Okay, haina noma. Mazegele Boy same zote. Lakini pia YouTube Chimbo la Hip Hop tunapatikana hivyo. Till next time. Ciao. Yes.